Thank you.
Hamjambo. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya hii nafasi ambayo tumepewa siku ya leo. Ametupatia uhai na afya njema tukawa tumefika hapa. Na tunashukuru sana kwa sababu ya hiyo nafasi na kumshukuru na kumwambia kwamba tumefurahi kwa sababu ya wema wake. Mimi naitwa Abraham Wai. Mimi ndiye nilikuwa mhubiri wa brother Mwangi ama Peter Mwangi. Siku ya kwanza alipokuja kanisani, mimi alikuta huko pande ya Muriu, na kutoka hapo tukaendelea mpaka wakati walipofika kiwango ya kuhama na kuja Thika, na tukaendelea hivyo mpaka siku ile ambayo alipumzika. Kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ya hii nafasi ambayo tumepata. We are in a relaxed mood, at least tunasikia tuko huru, tuko mahali ambapo tumestarehe. Ukilinganisha na ile siku ambayo tulikuwa hapa siku ya mazishi. Kwa hivyo nataka kila mtu awe relaxed kama mimi. Nasikia nikiwa na furaha kwa sababu ya kuwa katika kikao hiki siku ya leo vile ulivyo. Naweza kusema ya kwamba pia nimeshangaa sana ya kwamba Madam Mary amefanya kazi nzuri. Kama ningekuja kutafuta kwa imarika upande huu ya kwamba wherever you are going, you have to set that today and here when you are alive. Uko hapa kujitayarisha kwa sababu ya mahala hapo pengine ambapo utakapoenda, utakapokuaga ama mtakaponiaga kwa kaburi pale. Sasa huko kwingine mimi mwenyewe ninatakiwa kujitayarishia. Tuingia kwa maandiko, tutasoma zote kwa sababu ya heshima ya neno la Mungu katika Wathesalonike wa kwanza, kifungu ni cha 4, aya ni ya 13. Tasomea kwa Kiswahili. Alafu tutaketi. Okay. Lakini ndugu,
hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Tutapuka hadi verse 17. Kisha tulio hai na tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Farijianeni kwa maneno hayo. Tutaingia katika Matthew chapter 27 verse 50. Naye Yesu akisha upasa sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, inji ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka. Makaburi yakafunuka. Taka uende ukiandalai hapo. Makaburi yakafunuka. Ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Tuketi. Tunataka kuongea tu kidogo, dakika chache, kwa hivyo tutakaa makini kidogo, ya kwamba baada ya kifo kuna tumaini. Na hilo tumaini ndilo tulikuwa tunasherehekea majuzi, mambo ya Easter, ya kwamba kuna ufufuo baada ya kifo. Baada ya kifo there is a resurrection. Na ndio sababu Paulo anatuambia kwamba tusiwe watu wa kuhuzunika na kukosa tumaini kama wale watu wengine, kwa sababu kuna tumaini ambalo Bwana Yesu Kristo alileta duniani hii. Tunasikia kwamba alipokuwa msalabani Kalvari, alipaza sauti. Na hiyo sauti ilifanya mambo matatu, ya kwamba ulimwengu ukatetemeka, miamba ikapasuka, na makaburi yakafunguliwa. Na tunasikia kwamba wale waliokuwa wamelala, waaminio wa zamani, walifufuka. Ukumbuke hiyo siku ilikuwa ni Ijumaa. Wakafufuka. Na Biblia inasema ya kwamba hawakutoka makaburini wakati huo, lakini walitoka makaburini siku ya Easter ama Easter morning, the resurrection day. Wakati Yesu Kristo alipotoka makaburini ama kaburini lake, ndipo walimfuata wakatoka, kwa sababu yeye ndiye alikuwa awe the firstborn from the dead. Ndiye alikuwa awe mzaliwa wa kwanza kushinda kifo, na akawaletea hao wengine wote tumaini ya kwamba hawatakaa kifoni tena. Kifo kimeshindwa, na sasa tumepata uhuru kutoka kwa kifo. Hicho ndicho kila mtu mmoja wetu angetaka kuwa na hakikisho nalo, ya kwamba nitakapolala na niwekwe kaburini, nipumzishwe, fanywe haya mambo yote, kuna siku nyingine ambao kuna tumaini ya kwamba ninaweza kutoka kwa hiyo kaburi niende mahala pengine. Ujue ya kwamba tukiwa katika ulimwengu huu sasa vile tulivyo, haijalishi tunakaa vizuri vile aje, ama tuko starehe aje, tunangojea kifo. That is a threat.
ambayo kila wakati inakaa mbele ya macho yetu mahali popote tuendako. Ukipanda gari saa hii, hizi matatu ambazo zinapitia hapa ama gari lolote lile, na tuone ya kwamba vile inaendea, vile inatembea sio vizuri sana. Huyo driver sio makini sana. Unaanza kusikia watu wasema, wewe driver unataka kutuua. Unatembea unaendesha hiyo gari namna gani? Simamisha hapo nitoke. Mimi sitaki kufa. Oh, okay, sitaki kufa. So it is always, kila wakati kifo kinafanya nini? Kinakutisha kila mahali, kila wakati. And it is all around us. Tunasema ya kwamba neema ya Mungu ndio inatuweka kila siku, ya kwamba umeamka leo, hujapata kufungana, hujapata accident yoyote. Wakati unapolala, mimi husema kuamka asubuhi ni muujiza mkubwa sana. Usitarajie muujiza mkubwa mwingine ambao kama huamini miujiza, amini ya kwamba wakati ulipolala vile uliamka haukupanga. Did you wake up? You did not. You just woke up. Ama kama uliitwa ni sawa. Lakini kama uliamka asubuhi, huwezi kuniambia ulilala saa ngapi kabisa. Wewe useme nililala saa 5, lakini kwa hakika hujui kama ulilala saa 5. Sababu ukifika kulala haukujua. Na kulala ni alama ya kufa. Because once you are asleep, you don't have any controls. Wakati unapolala, hauna udhibiti tena wako mwenyewe. Haujui vile unapumua. Haujui vile roho yako inapiga. Kwa hivyo tunasema ya kwamba kama kuna muujiza ambaye Mungu anatufanyia kila siku, ni vile tunalala na vile tunaamka asubuhi. Na hiyo roho yako vile inapiga, hauna control, hauna udhibiti. Na hata ukisikia ni kama inataka kuzima, hawezi kuiendesha kama nini, hawezi kupiga hedro kama tukutuku mvute namna hii isizime. Hiyo ni neema ya Mungu, si ndio? Situpatie Mungu makofi. Kwa kwamba hiyo roho yako imepiga for 20 years, 50 years, haupeleki chaji jioni. Simu kila wakati unapeleka chaji, si ndio? Hiyo roho yako, hiyo moto ambayo inaifanya ipige, hata ukiangalia kwa wale ambao wanatuonyesha kwa mapicha na vile inapiga, hata unashinda ni kwa nini inafanya hivyo. How does it do it? It's just a muscle. Ikanyama tu, simekula hiyo ukimeona ya ng'ombe ama ya mbuzi. Ikanyama tu, bila kanafanya namna hii na kanafanya namna hii. Kabisa there is no scientist under the sky ambaye anaweza kueleza. Anaweza kusema unajua ni anamwambia hujasema chochote. You have said nothing. Na kwa wakati inaponyamaza ni nini inafanyika? Hajui. So hapo mwanzo wakati Mungu alipoumba binadamu, alimuumba kwa sura yake mwenyewe, kwa sababu alikuwa anataka kuona picha yake mwenyewe ndani ya sisi wanadamu. I want you to appreciate that. Nataka uangalie hilo jambo ili uone ya kwamba Mungu alitaka kuumba Mungu mwingine kama yeye. Na hivyo ndivyo alifanya. Kwa sababu wakati alipomaliza kazi yake ulimwenguni ama duniani ama kwa maubaji, aliyapatia Adamu. Na akabia hata wanyama wote, akabia Adamu awapatie majina. Na Biblia inatuambia kwamba jina lolote ambalo Adamu alipatia hawa wanyama, Mungu alikubaliana nalo. Kwa sababu akili za Mungu na akili za Adam zilikuwa zinatembea at the same speed. Tunaelewa? Kwa hivyo alikuwa Mungu wa dunia, naye Mungu alikuwa Mungu wa mbinguni. Wakati dhambi ilipoingia, ikatuletea tisho la kifo. Na kutoka hapo ndipo Bwana Yesu Kristo alikuja atutafutie njia ya kutorokea. Now we can appreciate ya kwamba wakati tulipoingia katika wazazi wetu walituingiza katika dhambi, Mungu alitupangia njia nyingine ya kwamba he never gave up on the plan. Hakuinua mikono akasema sawa wamepotea acha waende. Sio wamejifanyia hawa wenyewe. Wacha na wakufe.
Mungu ni wa rehema. Ndio tunasema God is gracious, God is merciful, God is love. Mungu ni upendo. Na ndio sababu Biblia inasema kwamba kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akapatiana mwanae pekee, ili yeyote ambaye angependa kuokoka, yeyote mmoja ambaye angetaka afanye nini, aokoke. Na sasa hapo ndipo tunaanzisha historia ama hadithi ama eulogy ya brother Mwangi, ya kwamba alifika kiwango akasikia hiyo sauti, na wakati aliposikia hiyo sauti akaona ya kwamba hawezi kila wakati kuvumilia matisho ya kifo akiwa peke yake. Hata wewe mwenyewe usikubali kukaa peke yako, uwe unatishatishwa na kifo. Kuna mtu ambaye hakutishika na kifo, anaitwa Bwana Yesu Kristo. Na huyo anaweza kuwa rafiki, unaweza kumfanya rafiki wako kwa kuchagua wewe mwenyewe. Sasa hapo tunasema ya kwamba that is where the key is. Ya kwamba ni lazima wewe mwenyewe umchague kwa hiari yako. You must do it at your own choosing. Ufikiria kwamba tachagua Bwana Yesu Kristo kama rafiki yangu kwa sababu naona huyu hakutishwa na kifo. That is the importance of the Easter morning, ya kwamba dunia yote iko na tumaini ya kwamba ukitaka kuishi uhai, there is one who defeated death, grave and the grave. Ya kwamba kuna mmoja alishinda kifo na akafufuka, akatoka kwa wafu, akashinda kifo na Jehanamu, na akatoka akiwa mshindi. That is why wakati hao wanawake walipoenda kaburini waliulizwa, kwa nini mnatafuta the living among the dead? Hamkumbuki vile alisema kwamba siku ya tatu nyinyi wanafunzi wake mkutana naye Galili? Hayuko hapa. He's not there. There is an empty tomb in Jerusalem today. Ile kaburi ambayo ilikuwa ya kansa ambayo alikuwa anaitwa Joseph of Arimathea, leo ni kaburi tupu. Na ndio sababu Mkristo mwaminio, yule mtu ambaye anaamini Mungu kabisa kabisa, ni kusema ya kwamba umejitolea hali na mali, umeamua transformation ifanyike ndani yako, mapinduzi yafanyike ndani yako, ili kutoka hapo hiyo testimony tutapewa na madam ya kwamba wakati brother Mwangi alipookoka, they were not really very sure. Unajua mtu akiokoka unapewa masaa, unapewa siku, unapewa wiki, unapewa miezi. Acha tuone kama atamaliza mwaka. Na kama kila ambacho unaamini cha kweli, utamaliza mwaka wa hesabu mpaka watakapozahau. Wanatutaka miaka leo unaitwa watigire. Tulichoka, tulihesabu miaka, sasa tumechoka. So, kuna wakati ambapo alipoamua. Na wakati alipoamua hayo, alipata tumaini ya kwamba kuna uhai mwingine ambaye mtu anaweza kuishi isipokuwa huu wa dunia hii. You can live in this world, that is okay. We are living there, we are here. We are doing all our daily course and tunafanya maendeleo dunia hii, lakini tunajua ya kwamba anytime it can be cut short without notice. Inaweza kukatishwa bila notice. Anytime. Haijalishi ni nani ama ni nani. Mimi, wewe, yule mwingine yoyote, inaweza kukatishwa. Na kwa sababu hatujuagi hiyo saa, it is important like kwamba kila mmoja wetu akae akiwa tayari kila wakati, kila saa. Na huo ndio that is the choice that brother Mwangi made. Ya kwamba mimi singetaka kila wakati kukaa na stuka sijui itakuwaje ama itakuwaje, kwa sababu haujiwezi peke yako, sijiwezi peke yangu. Ni lazima nitahitaji. Kuna mwimbaji wa wimbo anasema kwamba ninamhitaji Mwokozi. Ninahitaji Mwokozi. So, and more so at your last minute in this world. And that is why we have this memorial service today, because of our brother Mwangi, because of the choice that he made. Ule uchaguzi alifanya
siku moja akaamua ya kwamba angetaka kutembea na Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo tunasema ya kwamba Paulo anatuambia ya kwamba wakati tunapoishi katika ulimwengu, sio lazima kila wakati tuwe tunatishika, tunaogopa, hatuna amani katika roho zetu kwa sababu ya hii na ile. Tunajua kwamba wakati tulipoanguka kwa dhambi, tuliingizwa kwa hali ya tahadhari kila wakati. And that is how we are. Hatutaki mambo mabaya yafanyike kwetu, ila hatuna control, hatuna udhibiti ya kwamba kila ambacho kitanipata kesho ni nini. Siwezi kupangia, na sina hiyo nguvu, na sina hiyo, I have no choice. Kama kesho kutakuwa jambo fulani, kutatukia jambo fulani kwangu, siwezi kupindua hiyo, itafanyika. Lakini sasa ikifanyika, tutakuwa na nani? Tunaweza kuita marafiki wote na washindwe. Tunaweza kuita marafiki wote waseme hapo sikusaidii. Sasa hapo imefika kiwango, hapa sasa ni wewe na Mungu wako. Lakini kama hauna urafiki na huyo Mungu wako, huyo Mungu wako, utaachwa na nani? Tukirudi katika the Old Testament, wale watu ambao tunasikia walifufuka kaburini, kwanza kwa njia moja ama ingine, tuseme wale watu ambao walipata hiyo nafasi kwanza ni wale wana wa Ibrahimu. Na Ibrahimu alipoitwa akaambiwa ahame ile nchi alipokuwa aende nchi nyingine, alienda akanunua mahali ambapo kulikuwa kunaitwa Makipela. Sijui nini limuongoza, lakini huyo mzee wakati alipoenda mahali hapo akaongea na wale wazee ambao walikuwa wenyeji huko. Akamwambia nataka kununua mahala hapa hivi. Akamwambia tumekupatia bure, wewe ni mzee mwema hapa. Tuna vile umekuwa jirani mwema. Sasa sitaki kupewa. Nataka kununua. Sasa kama unataka kununua basi leta hela. Akawapatia dhahabu. Na wakati aliponunua mahala hapo, sikiza vizuri. Biblia inasema ya kwamba hapo ndipo Sara alipofariki, hapo ndipo alienda akamzika. Na yeye wakati alipofariki akasema azikwe mahali hapo. Na tunaona ikawa ni kama tradition kwa Waibrania ama Waisraeli ya kwamba hata wakati Yusufu alipokuwa Misri, aliambia ndugu zake ambao waliachwa wakati alifika kukufa akasema mimi najua kuna siku moja Mungu atakuja kututoa katika mahala hapa tupeleke mahali kwetu. Kwa hivyo nataka hivi. Nataka muape ya kwamba nitakapokufa na nizikwe hapa, hamtaacha hata mafupa yangu hapa. Mtaibeba mpaka nchi yetu ikazikwe Makipela mahali Ibrahimu, Sara na Isaac walipozikwa, hapo ndipo nataka kwenda kuzikwa. Sasa ungejiuliza, kwa nini mtu asubue watu hivyo? Waambie wabebe mifupa yake. Na imekaa miaka. Wataibeba. Na Biblia inasema ya kwamba walipofanya hivyo siku ile ambao Exodus ilipoanza, walienda wakachukua mafupa ya Joseph, wakaibeba, wakaipeleka mpaka Makipela. Wacha nitakwambia Makipela ni nini. Makipela ndipo Yesu Kristo alikuja kusurubishwa. Wakati huo ilikuwa inaitwa Calvary. Na sijui ni kwa hisia gani unasikia kwamba mahali hapo kuna vita sana. Hata Wapalestina wanataka hapo mahali. Makipela ni mahali pa ufufuo. Na hiyo ndio kitu ambacho unatakiwa kupigania siku ya leo. Kama utatoka hapa na kitu, tafuta mahali ambapo kunaitwa Makipela, na ukifa uhakikishe umezikwa Makipela. Kwa sababu kitu kilikuwa kinawaambia kwamba siku moja kuna mtu ambaye atakuja hapa na atapiga sauti na dunia yote itatingika, pazia ya hekalu itapasuka. Sijui alikuwa anajuaje. I don't know what is that instinct. Maybe you can try to think about that. Na walikuwa wanataka kila wakati ama wale ambao walikuwa ni watu wa imani walikuwa wanataka kuzikwa mahali hapo.
something was telling them that one day kutakuja a resurrection, kutakuja ufufuo, watu watafufuka. Na lazima utakuwa hiyo area ili uwe mmoja wa wale ambao watafufuka. That is why Biblia inasema ya kwamba wakati alipopasa sauti, miamba ikapasuka, dunia ikapata tetemeko na makaburi yakafunguka. The graves opened. Now, we want an assurance that one day our grave will open. Siku moja kaburi yangu itafufuka ama itafunguka na nitatoka. Sasa hawa wa zamani walikuwa wanajua ya kwamba Yesu Kristo, walikuwa na ahadi ya kwamba kuna mfalme wao ambaye atakayekuja, ingawa wengine walikuwa wanachukua ni kama mfalme mwingine yeyote, lakini wengine walikuwa wanajua ya kwamba huo ni mfalme wa utawala mwingine, because they would ask Jesus Christ, sasa ndio umekuja kurudishia Waisraeli utawala wao ama uhuru wao? Angewaambia hapana, mimi sikuja kutafuta utawala ama uhuru wa dunia hii, kuna uhuru mwingine ambao nimekuja kuwasilisha hapa. Na ndio sababu hata Pilato alikuwa anamwambia, unajua mimi naweza kukufungua. Amwambia huwezi. Sababu alikuwa nafikiri he was political, vile ambao watu wale ambao walikuwa na mwakilishi walikuwa wameleta politics, lakini alikuwa anajua ufalme wake sio wa dunia hii. Na kwa hivyo sisi wenyewe tunajua ya kwamba maisha haya yakiisha, kuna kitu kimoja ambao unahitaji ujihakikishie ya kwamba utakapofariki na uoze katika huu mwili, kuna mahala pengine ambapo utakuwa umebakisha tumaini. Tutasoma andiko la mwisho, brother Pesaba. Na hapa ndipo tutamalizia kutoka Korintho should be chapter 5. Verse 1. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Amen. Kila mwaminio. Brother Mwangi alikuwa na huu mwili ambao tunaona katika hii picha, lakini Biblia inatuambia kuna mwili mwingine ambao hauozi, kutoka kwa Mungu wa milele mbinguni. Na lazima kwa mwaminio, na hapo sitakueleza sana, lakini kile ambacho kinafanya mtu asikie kwamba anataka kuokoka, akiwekwa kivuli na huo mwili wake ulio mbinguni. Sikiza hapa tumalize. Ukiwekwa kivuli, ugekerwo kiura, kana wewe ta mwere ucio uragucaracaria uguo uragwikira kiura. Ugikira kiura ni kuga ati inakufunika kidogo, umewahi kusikia unasimama mahali hivyo na mtu anakuja anasimama hapa nyuma yako, alafu unakaa hivi, unasikia kuna mtu nyuma yako, alafu unapinduka unaona Pesaba amesimama hapa, kumbe ni wewe. What makes you feel that? Ike tuma wewe uguo kwa mtu ukameta ndio akuna ramuona. Tuamwe pamoja. Unasikia kuna mtu amesimama nyuma yako, lakini haumuoni, lakini unasikia hata kama umefunga macho unasikia hapa kuna mtu amekuja amesimama hapa. They call it, kwa kizungu wanasema aura.
aura kiura akone kidogo na aikode yana ile. Sasa tumesoma ya kwamba kuna mwili mwingine mbinguni. Mwili ũyũ witũ ũngĩmumuthuka ũthire wehere, nĩ kũrĩ mwĩrĩ ũngĩ matu-inĩ wa tene na tene ũtathondeketwo na moko ma andũ. Yani no kuga ũtathondeketwo na moko ma andũ nĩ kuga atĩ ndũrĩ warĩa gĩtheri, ndũrĩ warĩa ndũma, ndũrĩ wanyua cai. Ũcio nĩ wana kũu igũrũ. No ũngĩwona, if you see it and you see this man, this gentleman, wanafanana. Unauliza hiyo nimetoa wapi? Siku moja wanafunzi walipigwa, wakashikwa, wakapelekwa gerezani. Peter akashikwa akapelekwa gerezani. Walikuwa wanaenda na uawa. So wakati alipoachiliwa, wakati walipoimba wa gereza, milango ikafunguka, akatoka. Akakuja akapiga mlango mahali ambapo waaminio walikuwa. Yule msichana alipotoka kuangalia kwa mwanya hivi akasema ni Petro. Petro amekuja ameachiliwa. Sema hapana, huyo ameenda ameuawa, huyo ni malaika wake. Na wajigwa? Huyo ni nani? Huyo ni malaika wa Peter. Peter ameenda wamemuua, sasa malaika wake ndio amekuja. That is what they meant. Hivyo ndivyo walikuwa wanamaanisha. Ya kwamba labda hiyo mwili wa mbinguni ndio umekuja, lakini yule ambaye ameshikwa akawekwa pingu, huyo ameenda amezikwa ama amepelekwa mahali. So that is what they meant. Ya kwamba ama sasa tumalizie hapo tuseme kwamba kila mmoja wetu ako na malaika wake. Na huyo malaika wako, you are either in fellowship or you are not in fellowship. Either mko pamoja ama hamko. Maisha unapoishi katika ulimwengu huu, either mko pamoja ama hamko pamoja. What I'm trying to say is that kama uko na mwili mwingine mbinguni, you have a craving. Uko na tamaa ya kuunganishwa na huo mwili. Hiyo ndio inaongoza mtu kufika kiwango ya kwamba anaokoka, anataka kuachana na maisha ya dunia hii, anataka kujua ya kwamba atokapo hapa, kwa sababu huu mwili ni wa muda, ako na mahala pengine ambao kuna tumaini zaidi. Ako na mahala pengine na hakika ya kwamba nikitoka hapo mimi siendi hewani kama mvuke. I'm not just air. You are personality. Na hiyo personality kuna mahali ambapo itaenda. Na haitaingia kama upepo wa hewani ama moshi. You are a person and you will always be a person. But sasa ndio sababu Mungu alitengeneza mwili mwingine mbinguni, ili ukitoka mahali hapa, tukikuzika hapa wewe utakuwa mahala pengine. Kila ambao tutakuwa tunazika ni sanduku ambao ulikuwa unaishi. Ndio sababu tunasema ya kwamba fulani ametuacha na tutaenda mazishi yake siku fulani. Na sasa na amewaacha, unamtoa wapi? Si amewaacha. Kama amewaacha, unaenda kumzika kwa wapi? Kila ambao tunaenda kuzika ni mwili yake, lakini yeye mwenyewe amefanya nini? Ameondoka. Na kama alikuwa na 85 kilos, mkienda mumpime bado ni 85 kilos. Kwa hivyo yule ambaye ameondoka kwa huo mwili hapimiki, hana weight, hana dimensions. Ako katika upeo mwingine. Huo upeo mwingine, it is a reality as much as this one is a reality. Ni ya kweli kama vile tulivyo hapa. Nikupatie mfano mzuri ya kwamba saa hii Kameme FM inapiga kelele vile inapiga kila siku, si ndio? Au unaisikia? Unaigwa kama mbele hizi? Nakaigwa. Koko kutirike tutakameme. Utire. Si ndio? Wakati wote ambao hauisikii unajua ya kwamba hiyo imezimwa, si ndio? Hapana. Wewe ndio haujafungulia redio ya Kameme. Haujafungulia mtambo wa nini? Unajua? Kuna upeo mwingine, kwina mutaboge wa matuini. Na hĩndĩ ĩrĩa gwakinya handũ hana, nĩguo Mburana Mwangi akinyira handũ agĩthiĩ akĩhingũrĩra. Athikĩrĩria. That is when
Wakati Yesu Kristo alipoulizwa ukitaka kuingia katika huo mtambo unafanya namna gani? Ni Nikodemo aliuliza. Akamwambia you must be born again. Ni lazima uzaliwe tena. Akasema sasa mzee kama mimi mbao kana mvu namna hii, tarudi katika tumbo ya mama yangu nizaliwe tena? Ambaye wewe elewi mambo ya kiroho. My grandmother used to tell me, ndugu yangu alikuwa ameenda Nyandarua akanunua redio huko. Alikuwa ananiambia hii redio ya ndugu yako haiongeagi Kikuyu. Hii inaongeaga lugha ambayo mahali ilinunuliwa. Kamwambia redio haina ukabila, haina lugha. Ni vile unaiwe? Anasema acha kunidanganya, unafikiri mimi ni mzee? Hii redio haiongeagi Kikuyu hii. Hiyo naongeaga lugha zingine. Sasa usikae katika upeo wa shosho. Najigua. Tika ikata shosho. Kwena mutaboge na niguo brother Mwangi kiretia anyitithirie, and it is as real as Kameme is real. Ya kwamba sasa kuna mitabo mingine sana mingi sana inapitia hapa na hauisikii. Kuna TV inaonyesha saa hii lakini hauioni kwa sababu hujafungulia. Pia mbinguni iko hapa na sisi. Brother Mwangi yako tu area hii. Akwamba tu anatuangalia hivi. Lakini hatuwezi tukamwona kwa sababu tuko katika mtambo wa shosho. Na tukisema kuna mbinguni ni wapi? Nitakuuliza Kameme ni wapi? Hakuna kitu kama Kameme. Ambia ngoja kidogo. Wacha nikuonyeshe saa hii. Unatoa kitu, unatoa redio, unafungulia, unasikia. Unasikia hiyo? Iko. Lakini lazima utoe kifaa cha kushika huo mtambo mwingi. Tafadhali kila mmoja wetu ukiwa hapa, ukienda nyumbani, kuwe na mahala at least kama uko na mitambo mingine unapenda, tafuta mtambo mmoja wa mbinguni kwa sababu huo ni wa uhai wa milele. Bwana wabariki. Namalizia hapo. Tusimame tuimbe ukingoni mwa Jordani. Tunataka kaduri. Rode laying of the wreath. Tutachukua huu muda jamii ya Madam Mary the core family watabeba wreath, tutapeleka mahali ambapo kaburi ndugu yetu ambao mahali amelala. And then we shall proceed the rest of the service. Jordani inaangalia bara nzuri ya Kanaani. Where
Mwokozi wangu tamu kabisa.